Gavana wetu wa Uasin Gishu, Gavana Koti Moja Chelele, rafiki yangu sana, ndugu zangu waheshimiwa walio hapa kutoka mbali, kutoka karibu, viongozi wote, MCS na wazazi wetu na kila mtu mwenye amekuja hapa na wanafunzi wetu. Chamgei. Chamgei. Bwana Yesu asifiwe. Hata unyaidi kanisani hebu tuinue mkono. Bwana Yesu asifiwe. Na mwende kanisa. Yangu yatakuwa machache sana. Kwanza najua tumechelewa kidogo, lakini hii ratiba tutapeleka mbio kweli kweli. Mimi nataka niseme ya kwanza, tumekuja hapa kuzindua CDF na Mheshimiwa Ndindi Nyoro. Mimi sijawahi fanya function ya CDF ya basari, sherehe ama mkutano kubwa kama huu, kwa sababu unajua mimi naamini kwa kufanya kazi kwanza. Kwanza kabisa, wakati nilichaguliwa ya kwanza 2013 nilikuwa na wasiwasi. Nilikuwa na wasiwasi kwa sababu nilitembea kwa mashule zetu zote. Tulikuwa na mashule ilikuwa na mashamba haitoshi eka 5. Tulikuwa na shule zetu mingi ilikuwa ya matope. Zingine zinataka kuongezewa madarasa. Mambo ilikuwa ngumu. Lakini leo nikisimama hapa, mimi nataka nihakikishie ndugu zangu kutoka sehemu mbalimbali ya kwamba Kapseret leo tunaweza ongea. One, tuko na shule zetu zenye tulianzisha mpya zaidi ya 7 imekamilika. Shule zote zilikuwa na shamba eka 2 eka 3, karibu shule zetu zote sasa iko na eka 5 eka 7 eka 10. Hatuna shida kwa upande ya mashule kwa shamba. Tukirudi maneno ya ujenzi, mimi nikisimama hapa leo, kwanza sikuwa kusema hii darasa mwenye alijenga ni mheshimiwa aliyopita kujenga sijui namna hii. Nilikuja nikakusanya zote, nikajenga, nikaongeza. Mpaka leo tukiongea hapa, mimi niko na uhakika ya kwamba kenye imebaki kwa mashule yetu sasa ni kupanda miti, kuweka gate, kutengeneza hadi kung'arisha tu sasa na kuendelea kuweka rangi. Lakini shule zetu sote mimi nafikiri tunajivunia tukiwa wanafunzi na tukiwa wazazi wa Kapseret. Ni kweli? Juzi nimeenda nimesonga hatua nyingine. Sasa shule zetu zote ninaweka tiles. Nimeanza na shule 20. Hii mwaka huu tutaweka shule nyingine 20. Mwaka ujao 20. Namna hiyo mpaka tumalize tuweke sasa na shule zetu tiles. Kuna shule nilienda pale tukifungua hiyo wakati tulikuwa tunaweka tiles. About 3 weeks ago ama 1 month. Nikauliza wanafunzi, so shule iko namna gani? Sasa simeng'ara kama nyumbani. Wanafunzi wakasema hapana, inashinda. Yaani sasa inashinda nyumbani. So naona tumefanya kazi mzuri. Ndio nimekuita hapa Ndindi Nyoro. Sijakuita kimakosa. Nimekuita hata kama wewe ni mdogo wangu kidogo kwa uongozi, lakini ile kazi ulikuja ukaanzia ya basari na mimi nilishatangulia kufanya. Na ndio nimekuita kama mgeni wa heshima ukuje uzindue hii basari na utume watu wako wakuje hapa, na mimi natuma watu wangu wakuje kule kwako wachukue ile ujuzi mwingine ili tuweze kusomeza watoto wetu. Tusanye watoto wote wa mwenye anajiweza na mwenye ajiwezi mpaka tuwe equal katika taifa letu la Kenya. Si ni kweli? Mimi nataka niseme maneno machache kuhusu basari. Ni wakati tulianzisha maneno basari tulikuwa tunapata milioni 30. Tukafika milioni 40. Sasa hii tuko milioni 60. Wale wanafunzi tunasomesha sasa hii kwa basari peke yake ni milioni 5 na 20. Wanafunzi tunawasomesha na basari milioni 5 na 20. Na mimi nilisema hivi 5,000 na 20, si ndio? Na mimi nilisema hivi, hatuwezi patia mwanafunzi 5,000 ama sijui 1,000 ngapi. Nilisema kama wewe ni wa day school tunakupatia shilingi 10,000. Yaani hiyo ni maximum. Tumeanzisha mashule kama 4 yenye tunasomesha wanafunzi free. Kwa sababu kuna mashule tuko naye kama Kipkaren pale. Wazazi wao ni wazazi wale wa juu chini.
Wale tunaitanga hustlers, wanaenda wanatoa shilingi 200, shilingi 300, kufika jioni wanagawia, budget inaishia hapo. Shule kama hizo tumejenga na tumeweka pesa ya kusomesha wanafunzi. Ukuja kama hapa Jasho. Wakati nilitembelea Jasho siku ya kwanza wakati nimechaguliwa. Hii Jasho Primary School. Wanafunzi walikuwa wanatoka hapa Jasho wana cross barabara mpaka St. Joseph huko Kapseret. Wanafunzi wengi walikuwa wanagongwa na gari pale barabarani. Nikuja nikaanzisha shule ya Jasho ikiwa na jikas. Sasa hii shule ya Jasho unaweza kula ugali kwa mesa hapo kwa darasa. Si ni kweli? So tumefanya kazi mingi yenye leo hata mimi nikienda nyumbani nitajifunia nikiwa nyumbani nikijua nimetoa watu wa Kapseret mahali fulani mpaka mahali fulani. Kwa sababu hawa wangwana wengi wangetaka watoto wao wasome. Lakini kwa sababu mimi ni maskini na ninaelewa maneno ya kusoma. Unajua watu wanasema wewe unajua huyu jamaa hakwenda shule hakufanya nini? Sio uongo sana. Na ndio ninaelewa ni lazima nisomeshe watoto wa maskini wasome. Tunakubaliana? Lakini sasa hivi wanafanya degree yangu mtaoja tu kidogo mtaona maneno hapo mbele. Na hata hii watu wa Kiingereza mingi, hata nyinyi wanafunzi msome kwa bidii. Lakini sana sana mjifunze pia kufanya. Usiwe tu mtu wa kuongea tu Kiingereza. Unajua kuna watu wanaongea Kiingereza kuanzia asubuhi mpaka jioni lakini hawezi leta ugali kwa meza. Kama ni aje? Sinyi wa mama nyingi mnajua hii maneno. Siku na wazee wanaongea maneno mingi. Lakini jioni akienda hivi umetengenezea mayai, umepigie umewekea mkate hapo, umetengenezea chai mzuri, umefalishe, umepigie pasi. Anaanza Kiingereza kwa simu kwanza hapo ndio atoka. Tena ameenda jioni akikuja ujui kama anatembea anaenda hivi ama anarudi baadaye kwa sababu ameenda na amekuja mkono tubu. Ama ni aje? Si mimi nikiwaomba kula niliwaambia mnipe hii kitu. Mimi nikienda hivi nikirudi nakuja na beba bag. Sio kweli? Na beba bag ndio hiyo sasa school fees, kusaidia wenye wajiwezi, kujenga makanisa zetu, kusaidia wagonjwa wamekwama na bills. Sio ndio beba bag. Lakini sisemi watu wa Kiingereza wako na makosa, lakini punguza Kiingereza iambatane na maneno yenye unafanya. Kama ni aje? Sio kweli? Unajua huyu Jadili Muyu karibu anipoteze. Huyu Jadili mnajua alikuwa anasungukanga zamani akifanya mentorship ya mashule. So siku moja nikambeba mara mbili kwa sababu alikuwa rafiki yangu kuanzia akiwa Moi University huko. Alikuwa na mara anahubiri, mara anafanya mentorship hata siku anajua gani ni gani. Sasa mwingine nimeenda naye kule nikamsikiza bila anaongea maneno ya masomo. Na siku hiyo mimi nilikuwa nimeanzisha biashara yangu kidogo. Nikaona nikizidi kufuatana na huyu Jadili nitarudi shule alafu nipotee. Kwa nikaambiwa wewe enda na mambo yako bwana, hata mimi nienda yangu. Tukutane mbele. Lakini mimi nashukuru sana leo koti moja ni gavana wetu na mimi niko hapa. Kwa ufupi ninajaribu kusema hivi. Wazazi wetu tuchukue fursa kubwa. Watoto wakipata nafasi ya kusoma, pia wewe kaa nyumbani ujue mtoto wako anafanya nini, anakaa aje, amepitia wapi, amekula nini. Kwa sababu watoto wengi hakuna umaskini, wacha na wafunze. Hakuna mtoto tajiri na maskini. Watoto wa matajiri wako na fujo kubwa. Wanatesa wazazi wao kwa sababu wanapata kila kitu. Unapata mtoto tajiri amesomeshwa, alafu nasikia wanasema tu alikufa kwa apartment. Sijui nini ilifanyika na hawataki kusema alikula dawa, hawataki kusema alivuta bangi, hawataki kusema sijui. Mimi nataka niwaombe wazazi. Kila mtu achukue jukumu ya kukua mzazi. Hawa wanafunzi wetu kando na kuwasomesha, lazima mjue wanatembelea wapi. Lazima mjue wana marafiki yao ni nani. Lazima mjue wanakula nini. Kwa sababu saa hii there is a very big problem. Watoto wengi wanafuta bangi, wanatumia madawa. Mfunze wao, na mimi nataka niwaongeleshe nyinyi wanafunzi mko hapa. Mkiona tukisimama hapa ni kwa sababu ya discipline. Self discipline inashinda discipline ya wewe kufuatwa na mzazi wako, kufuatwa na mama yako, kufuatwa na ango yako. Wewe mwenyewe ukijua unataka nini. Na mimi namjanga wasichana. Si secondary school mko? Si ndio? Si ndio wote ni secondary schools? Wengi. Mimi namjanga wasichana nyinyi. Boyfriend tafute after university. Sasa wewe umekaa hapa. Unatoka hapa Jasho. Alafu kijana wa Kiambaa anakudanganya. Wewe ukiona Kiambaa na Jasho huyu mtu atakupeleka wapi? Kuna mahali mtu atakupeleka? Si nikuweka kwa mtaro.
Ya pili, mimi nawaulizanga, si mko na familia? Si at least mumwona shangazi yako ama dada yako ama mtoto wa jirani alipata mimba na akapata mtoto akiwa secondary school. Si unaona maisha yao vile iko? Wanaishi maisha aina gani? Nyinyi mnataka kwenda kuosha manyumba kwa manyumba ya watu? Ndio mimi nawaambia self discipline. Mkiwa na discipline, mtakuwa wajumbe, mtakuwa governors, mtakuwa madaktari, mtapata mabwana kutoka nje hapa. Usikae tu hapa Kapseret, usome Kapseret, uolewe Kapseret, usalie Kapseret. Wewe ni mtu bure kabisa. Ndio msome kwa bidii. Yenye sasa utapata bwana kutoka Posti, kutoka kwa Naile, kutoka hata kama ni hapa, lakini at least anajua Dubai, anajua wapi. Lakini sio ukizungushwa tu hapa na mtu tu hata asoki. Na ndio mimi naambianga nyingi kila siku. Hata wakati ya kuchagua viongozi, msiako tu viongozi kwa sababu ati huyu mtu ni mzuri sana na mtu mzuri, alafu unataka ujiulize hii network hii mtu inapita Bad Forest. Kama ikipita Bad Forest, wacha akae na wewe nyumbani hapa. Kwa sababu wewe nikuulize, wewe ukichagua mtu mwenye tu akimaliza unakunywa chai na yeye kwa sasa. Unajua siku nyingine vijana wangu wakapeleka kwa niambia, "Oh mheshimiwa, wewe umepotea sana." Au ututembelei kwa sasa. Mimi nikaambia hawasikia. Wacha mimi nipotee. Nyinyi mkae hapo. Shida ikipatikana uniite. Kwa sababu mimi nikikaa na wewe Kapseret hapo center. Alafu shida ipatikana ya bili ya milioni 2. Na tulikuwa tunakunywa na wewe chai hapo jana. Na mnasema mnanisifu kabisa, mheshimiwa wetu ni mzuri sana, alikuwa anakaa na sisi hapo center Kapseret. Shida ikipatikana nani atasaidia mwingine? Kwa sababu ukiniuliza mimi nakuuliza sasa, wewe unaniuliza shida milioni 2, si tulikuwa na wewe center jana jamani? Na ndio maana naambia chagueni watu wako na nini? Network. Network ni kitu ya muhimu sana. Ndio itatusaidia tujenge nchi yetu. Sitaki kuongea mambo mingi sana. Nataka niseme tena karibuni, tuko na wageni wengi. Tuko na wageni wengi sana. Najua waandishi wa habari wamekuja kwa wingi. Wanafikiria sisi tuko na maneno. Maneno yametuleta hapa ni maneno ya basari. Na sisi ukiona hii timu imekaa hapa ni timu ya Kenya Kwanza. Si nyinyi ndio mlichagua Kenya Kwanza? Na tuko na rais anaitwa William Samoei Ruto. Na tuko na naibu wa rais anaitwa Rigathi Gachagua. Si ndio? Na timu ya Kenya Kwanza. Sina maana hiyo? So andishi wa habari msikilete mambo yenu. Unajua tunajua ile kitu mnatafuta sisi. Hawa vijana hawa ndugu zangu wajumbe wako hapa. Hii ni timu kali sana. Na hii timu tumesema tunataka tusaidiane. Tuhakikisha kwamba hii serikali ya Kenya Kwanza inaendeshwa kwa njia ya usaidizi ya wananchi. Ndindi Nyoro akiwa na kazi anatuita. Kawanjiko akiwa na kazi anatuita. Josephat akiwa na kazi anatuita. Parto akiwa na kazi anatuita. CP akiwa na kazi anatuita. Toto akiwa na kazi anatuita. Onge ni Toto itinye kikujiwa free. Ahora mabaya woni wao majikuye mama Toto. Mwese kuna geteshi gereje mama Toto. Mago Toto anananye. Awo woni rubaya mabaya. Ingeni. Leo kuna na salasha sijui kimeja ngiro, kimeja ngwa lakini ndani. Woni rubaya mago Toto. Naona tanye. So mimi nataka niseme karibuni sana. Wacha niwaite MCS wetu wakuja hapa. MCS wetu kujeni hapa. Wajulishe kwa haraka, alafu tuende wajumbe, alafu